Unajua kwa nini mpaka leo bado unaishi? Ni kwa sababu muda wako ulikuwa haujafika. Usiku wa leo tunaenda kusherekea kwa kula nyama yako. Unajua hivyo ni vitisho. Ni vitisho hivyo. Lakini hivyo vitisho muda mwingine vinanitisha kweli. Yaani nikikuangalia unapoongea kwa serious. Wewe mtu unanitazama unajikuta mpaka moyo unanitetemeka huku unanienda mbio. Acha utani wa kutisha walimu. Mpuuzi wewe. Basi endelea kuamini ni vitisho. Mume wangu. Mbona tangu utoke shule unaonekana ni mtu mwenye mawazo hivyo? Kuna kitu gani kinakuchanganya? Kuna mtoto pale shule walimu wanadai kuwa ni mchawi. Na wanadai kwamba alishaua walimu kadhaa hapo nyuma. Lakini kama unavyonijua mumeo, siamini kwenye masuala ya kichawi. Sasa nilikuwa namuadhibu tu kama kawaida ili mradi niweze kumnyoosha na kumweka kwenye mstari. Leo wakati namaliza kumchapa, kuna maneno ameyaongea. Amesema kwamba amenivumilia kwa muda mrefu na leo ndo siku yangu ya mwisho. Usiku wa leo anakuja kunichukua nyumbani na kwenda kunila nyama. Kiukweli inanipa mawazo sana. Kwa sababu namna alivyokuwa anaongea, aliongea akiwa serious, kana kwamba lile jambo ni la kweli. Mume wangu, uchawi upo. Hata vitabu vya dini vimeandikwa uchawi upo, ila hutakiwi kuamini na hutakiwi kuudharau. Mimi nina wazo mume wangu. Wazo gani? Unaonaje leo uende kulala kwa shangazi ili mradi wakija wao usiku wasikukute? Nice. Hiyo imekaa. Mimi nadhani ni wise sasa kwa shangazi. Kunywa basi maji mume wangu. Hata muda wa kunywa maji sina mke wangu. Hiyo imeniingia, naomba niende kwa shangazi. Yaani tunaweza tukasubiri usiku au wakaja saa hizi hapa usiku. Mwalimu. Wapi tena? Naenda kutembea tembea tu. Ndio ile nyama ulikuwa unaisema? Ndio bibi, hiyo ndio nyama yenyewe. Mashallah. Mwalimu njoo. Mimi? Ndio wewe njoo. Unaogopa nini mwalimu? Mashallah. Kanona. Angalia shavu jamani. Isikio na pilipili letu ile ndaitafuna. Mjukuu wangu, na ili domo sasa lilivyokuwa kubwa. Alafu limelepeta. Laini. Ukilitia ndimu hili wakati wa kulila linakuwa kama bandama. Nakuliaga chapati na maharage. Ndio maana limekuwa laini. Ana kalio. Kalio nakula mimi. Hapo ndo unapokosea mjukuu wangu. Kalio hili nakula mimi. Hili mara mwisho kalio umekula wewe, hili la kwangu. Lile lilikuwa baya, la huyu nzuri. Nakula mimi kalio. Vidole sasa kwa kutafuna ndio vinalia. Yaani pale unapokula sasa unakuwa una stress. Mtone hivi shule ndio wanavyojivunia kwa vya kutafuna. Mwalimu, yani leo ukutakiwa kuzurura kabisa, sababu leo usiku we ni mtu muhimu sana kwetu. Haya, unaenda wapi? Unaenda wapi? Naenda nyumbani. Tunajua unakokwenda. Unaenda kwa shangazi yako. Ila
So mbaya. Tutaonana usiku. Uko kwa shangazi yako. Allah! 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 Naona cheka kwa mwanangu. Hamna shangazi. Watoto wabaya nyinyi, si wewe na hao ndugu zako. Hivi nyinyi wakunitupa kabisa ni shangazi yenu. Hata kunikumbuka. Hata siku moja basi kusema jamani leo tupotee njia tukamsalimia ile shangazi. Vibaya hivyo. Hamna shangazi. Unajua ni changamoto tu za maisha ndo zinasababisha tusionane. Kwa sababu nijizungumzia kwanza kama mimi. Natoka nyumbani asubuhi saa 12 kwenda shuleni. Narudi saa 11, muda mwingine saa 12. Nikiwahi labda saa 10. Nakuwa nimechoka sana, unajua watoto najibizana nao, pigizana nao kelele. Kwa hiyo si kwamba nakuwa nakusudia kwamba nisitembelee ndugu, hapana. Lakini ni maisha na muda ndio najikuta nashindwa kabisa. Lakini siku ya leo nikasema kwamba leo iwe isiwe naenda kwa shangazi. Naenda kwa shangazi na sio kwenda tu kumsalimia. Nitalala. Mke wangu akaniambia unalala, nikamwambia yeye nalala leo kwa shangazi. Ndio maana kuna wingi, si ajabu. Yaani kabisa leo mwanangu unakuja kwangu na unalala. Lakini binafsi kaje mwenyewe bila mkwe wangu. Yeye nimwache tena alinde nyumba kule. Nafunga, lakini ina shida mwanangu, karibu sana. Hapa nyumbani. Shangazio, hamna shida. Ni muda mrefu lakini umepita, maana sijauliza wala sijazungumzia kuhusu chumba cha mimi kulala. Kuna chumba cha wageni kweli? Maana usije kuwa umepangisha vyumba vyote shangazi. Kuwa na amani mwanangu. Yaani mimi hata kama nikasema napangisha nyumba nzima, lakini lazima ni chumba hicho kimoja kwa ajili ya watoto kama nyinyi. Unajua mimi ni mama. Ndio. Mama lazima akiakiba chumba kwa ajili ya wanae. Karibu sana mwanangu. Asante. Yaani umeadimika wewe mtoto. Chebitu. Maepe. Maepe. Chebitu. Maepe. Maepe. Chebitu. Maepe. Maepe. Chebitu. Maepe. Chebitu. Maepe. Chebitu. Maepe. Maepe. Shangazi, mbona kuna kishindo kikubwa nimekisikia huko nje? Nini kinaendelea? Usijali, hao ni wageni wamekuja kunitembelea. Wageni wamekuja kukutembelea? Saizi ni usiku wa manane. Wageni gani hao? Unajua nyumba yangu nimeizindika. Ila kuna vigagula wamekuja kwa lengo la kunichawia. Ila usijali, hawataweza kuingia ndani. Na sisi ni usiku sana. Uenda kapumzike.